Kimani. Kimani. Karibu kiongozi. Weko, 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 weko. Haya, asante. Watu wa Kapseret. Hamjambo. Chamgai tukul. Omigomi. Mko sawa? Kwanza nichukue nafasi hii. Waziri Mbadi, karibu sana, na wageni wengine ambao umekuja na wao. Niseme shukran na pongezi sana ndugu yetu Oscar Sudi aka engineer ama nani, daktari, amekuwa mpaka daktari, mkarabati, engineer Oscar Sudi ambaye ni rafiki yetu sana na ambaye amedhihirisha wazi kwa yeye ni kiongozi. Wakati alikuwa anatutembeza hapa, ametuelezea vile sako ya matatu ambayo inaongozwa na huyu mzee ako hapa wamefanya bidii kupitia soko yao mpaka wakanunua matatu moja, na yeye na marafiki zake wakaungana wakasema pia waongezee matatu ingine. Si tuseme pongezi jameni? Na hiyo ni kuonyesha ya kuwa mtu mwenye bidii hakosi mtu wa kumsaidia. Kama hiyo sako hawangefanya bidii, hawangepata matatu nyingine, si ndio? Wale vijana wako hapo wa bodaboda, kunao ambao wamekuwa wakisave kwa sako zao, naye mkarabati na marafiki zake ameunganisha hizo mawaya, anasema sasa pikipiki zinaguruma hapa. Zinaguruma hazigurumi? Si mkarabati aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Na nauliza hayo sababu vile Oscar Sudi ametuambia, kuna wengi ambao hawaelewi mambo ya economic empowerment. Na ukiwasikiza siasa ambayo wanaenda wakinena kwa mabarabara ni ya kuwa hizi ni pesa za serikali zinatumika eti kupea wananchi holela holela. Engineer Sudi ametuelezea vile amejikusanya yeye, wafanyi biashara, marafiki zake, wakiwemo marafiki kutoka nchi jirani ya Tanzania, ili waje wawasaidie watu wa Kapseret ambao walimchagua. Amekosea kufanya hivyo? Sasa yule mwingine mkono birika akiona Oscar Sudi akifanya hivyo ni kisirani, naenda wakisema William Ruto amekusanya pesa ya kupea watu bure. Lakini nauliza, hata mkipewa pesa iko shida gani? Iko shida? Vile Oscar Sudi ameelezea, zile masoko tunajenga ambazo rais anajenga, zikikamilika, hatutaki watu watoke Nairobi, wengine watoke kwingine, wawe ndio wenye maduka kwa hizo masoko zinajengwa za gorofa. Tunataka mama mboga ambaye ni hapa Kapseret, wa Eldoret, wa Uasin Gishu, awe ndiye mwenye duka pale kwa soko ya gorofa. Na hiyo ndio tuliwaambia wakati wa campaign, tukawaambia agenda ya William Ruto na serikali ya Kenya Kwanza itakuwa ni agenda ya bottom. Sasa wengine hawakuelewa bottom up. Hata huyu Mbadi wakati amekuwa waziri amejaribu kuwaelezea na lugha zote. Na unajua huyu Mbadi kwao Kiswahili huwa lugha ngumu kwa mdomo chake. Si ndio watu wa Nyanza wanatuambia Kiswahili ngumu kwa mdomo changu? Mbadi ameongea mpaka Kiswahili kuwaelezea the bottom up economic transformation agenda, lakini bado hawaelewi. Wengine wamekuwa na vyeo kubwa kwa serikali. Wakati wewe ulikuwa na cheo kubwa kwa serikali, ulienda Mlima Kenya ukaambia watu wa Mlima Kenya, sisi bora tufunguliwe State House, tupewe mchele na nyama, tuko sawa tukishiba. Tukakuambia rafiki yetu, sisi sio mambo na tumbo, sisi ni mambo na ile tuliambia mama mboga apate pesa zaidi ya biashara, kijana wa bodaboda aweze kupata pikipiki kama hawa wa Kapseret wanapata pikipiki. Wewe hukuelewa, ukaanza siasa ya migawanyiko, siasa ya ukabila, siasa ya kugawanya watu. Sasa mpaka leo naona ile mpango kubwa wako naye
ni ya kutembea kwa mabarabara wakichochea wa Kenya, wakiambia economic empowerment, watu hafai kupewa, na wakipewa ati mkule pesa, msifanye biashara na pesa. Mimi nimekuja Kapsaret niwaambie ile pesa tutakusanya hapa, fanyeni biashara ili mtoke pale bottom, muende wapi? Tutoke bottom tuende Kapsaret. Tumesema tuendelee namna hiyo. Kwa hivyo tuambie wale marafiki zetu ambao wanawashawashwa na economic empowerment programs. First, the economic empowerment programs we have embarked on. We are not spending a single shilling from public coffers. It is our effort with our friends, our business friends, our friends from even across the region to empower our people as we promised in our manifesto. So that as a government using public resources, deploys public resources in the building of markets, economic stimulus markets, modern markets, affordable housing, construction of roads, to join those markets to our urban centers and our rural areas, to get our produce to those markets. We also empower the traders who will become shop and stall owners in those markets, and mama mbogas, border riders who will become home owners in the affordable housing projects that the government of Kenya is building. Sasa wale ambao hawakuelewa, wewe ulikuwa na nafasi wakati ulikuwa serikali. Haukutumia nafasi yako kuwaelimisha Wakenya vile wanaweza kujiinua kimaisha. Uliingia kwa ofisi ya serikali kujiinua wewe mwenyewe. Wakati Engineer Sudi anainua watu wake, unamkasirikia. Unamkasirikia nini? Iko haja kukasirikia Oscar Sudi? Iko haja kukasirikia William Ruto ati amekusanya timu yake tufanye economic empowerment? Iko haja? Ndio tunaambia wale marafiki zetu. Na unajua mimi nimewaangalia vile wanatembea hiyo wanaume. Ati nasikia hao ndio watashindana na William Ruto 2027. Hapo mnaona mtu wa kushindana na William Ruto kweli? Si hao ni watu hata tukiachia huyu engineer atawanyorosha asubuhi mapema. Ama mnaona kama yule wa Munyonyi anaweza shindana na engineer? Na Kalonzo anaweza shindana na engineer? Si huyu atawanyorosha asubuhi? Na wakiachiwa William Ruto je? Wakiachiwa William Ruto, sisi mnasema tuendelee kushikilia William Ruto ama tufanye nini? Tushikilie yeye, tuendelee na economic empowerment. Yes, ili wajue yale mambo yote tulisema wakati wa campaign hayakuwa mzaha, hayakuwa maneno matupu. Tuliongea mambo ya bottom up, tukaongea mambo ya mama mboga, tukaongea mambo ya wachuuzi wadogo, wale wanauza smoky, wale wanauza chips kwa barabara. Si ndio hawa sasa Oscar Sudi amepangia biashara hapa? Hayo mambo tuliongea, pia tukayaweka kwa manifesto ya Kenya Kwanza, na tukaweka mpango wa vile tutafanya hiyo kazi. Tukaambia rais, wewe shughulika na ujenzi wa manyumba, shughulika na ujenzi wa mabarabara, shughulika na ujenzi wa masoko. Ukifika mahali hizo soko zikisonga, na sisi tuanze economic empowerment ya kutayarisha wafanyi wa biashara ambao wataingia kwa hizo masoko. So wale ambao hawaelewi, wale ambao wanafikiria hii economic empowerment ndio itakuwa chanzo ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya ukabila, kwa misingi ya sehemu ambazo wanatoka, tuwaambie shetani afanye nini? Shetani afanye nini? Shetani ashindwe. Yule shetani ambaye anatuletea siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya hasira mingi. Mmeona wengine kwa hasira mingi wameanza kutukumbusha siasa tulizotoka. Na mnakumbuka mwaka wa 2022 tulitembea hapa na William Ruto, na wale walikuwa wameanza hapa Madharo kuchochea watu. Tukasema liwe liwalo, hakuna siku nyingine jamii hapa Bonde la Ufa watapigana sababu ya siasa. Tulisema hayo, hatukusema. Tukasema siasa ya 2022 ndio itakombesha siasa za ukabila na migawanyiko
kwa misingi ya ukabila Kenya. Na sisi wote wa Kenya kutoka kona zote za Kenya walipiga kura pande ya Azimio, wengine wakapiga pande ya Kenya Kwanza, na wakati tumeshika hatamu ya uongozi ndio rais amesema hata serikali wale ambao hawakumpigia kura pia ni wa Kenya wajihisi wako Kenya na wawe kwa serikali ya broad base. Si ndio hiyo? Sasa unaona wengine wanataka waturudishe nyuma. Wanaanza kutuambia ati ile maafa wa Kenya walipata 2007 2008. Wakiwemo watu wetu ambao wako hapa Eldoret na Wakenya wengine huko Naivasha, Kisumu, Bungoma, kila mahali wa Kenya wakapata maafa. Wewe ukiwa kiongozi ama ukijifanya kiongozi sababu wewe sio kiongozi, unaambia wa Kenya ati ile maafa ya 2007 2008 ilikuwa kama Christmas party. Shame on you. Shame on you. Kama unaweza kusherehekea maafa ya Wakenya, useme ile ni kama karamu ya Krismasi. Eti Wakenya 2027 wajitayarishe maafa zaidi, usipotangazwa mshindi. Wewe utashinda, ushinde nani? Kama umeshindwa, wacha hiyo mnasema. Wewe umeshindwa half term, umeenda quarter term. Wewe ni mtu wa kuambia watu sijui term? Au ni watu wa kuambia watu terms? So tunataka tuambie tukiwa hapa Eldoret, wa Kenya, siasa ya ukabila, siasa ya uchochezi, hizo hasira mko nazo, huo uchochezi mko nao, siasa kama hizo wa Kenya waliweka nyuma yao. Sasa wamesema tutaungana wote, wewe uwe Mkikuyu, uwe Mkale, uwe Mluya, uwe Mjaluo, uwe Mturukana, wewe ni Mkenya kama Mkenya yule mwingine. Kweli si kweli? Tuendelee namna hiyo. So Mheshimiwa Sudi, sisi tumekuja vile wewe huwa unatembea na sisi. Huyu Sudi hajaanzia hapa Kapseret. Tulianza na yeye huko Kiambu constituency, Kiambu County. First empowerment tukianza hii shughuli, tulianza na huyu Oscar Sudi. Na tukasema tutatembea na yeye Kenya mzima na tutakuja Kapseret. Kisha tutembee kwingine, tuende kwa wengine. Hata sasa tukitoka hapa tunaenda Machakos town, sababu hata watu ya Machakos ni wa Kenya kama wa Kenya wengine. Kweli si kweli? Tuende tuwafanyie empowerment. Na ndio mimi nauliza wale wanaenda kuchochea watu Machakos, sijui na Makueni, sijui wanataka waje hapa wachochee nyinyi na mambo ya ukabila. Wakija tuwaulize agenda yenu ni gani? Sisi tumesema agenda yetu na program yetu ni ya bottom up economic transformation agenda ama BITA, ambayo tunatekeleza kupitia serikali na marafiki zetu kwa mambo kama ya empowerment. Wale pia watuambia agenda yao ni gani, sababu nimesikia wakiulizwa agenda yenu ni gani wanasema William Ruto. William Ruto hawezi kuwa agenda ya Kenya. William Ruto ni rais wa Kenya. Na mimi nikiangalia vile wanatembea bila plan, bila candidate, bila agenda, 2027 nyinyi mnaonaje? 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 Ni kazi bila breaks na 10 bila breaks. Tuendelee tusiendelee? Na mimi niwaambie, si iko watu wa Mlima Kenya hapa? Si muko? Mwekuwa kana mutire kuwa? Mwekuwa? Mbusiuziwe uoga. Ile Mlima Kenya sio mali ya mwanaume mmoja. Sisi wote tumezaliwa Mlima Kenya, na watu wa Mlima Kenya sio wajinga. Hawawezi kufuata mtu ambaye hakuna mahali anawapeleka. Wanajua mahali serikali iko, wanajua mahali itakuwa, na hatuwezi kutoka kwa serikali. Hii serikali ya William Ruto ni yetu pia, na tutakaa hapo ndani kabisa. Kapseret mtakuwa ndani. Tusonge pamoja. So nikirudi Nairobi niambie watu wa Nairobi na Machakos, Kapseret na Uasin Gishu mko ndani. Mnasema ni kazi bila breaks. 10 bila breaks. Ni 2 term. 2 term. Hata mimi niko hapo. Si huyu amepata 2 term. Mkaongezea yeye 3rd term. Akafanya 2 term na serikali ya Uhuru Kenyatta, si ndio?
Sasa hii ya William Ruto, si mnaona anafaa apate 2 term ya William Ruto? Aendelee asiendelee? Aendelee kuunganisha mawaya? Engineer, asanteni sana. Naomba sasa, sababu wewe unajua mahali tunaenda, tukitembea, tuliongea na Rais William Ruto, si ni mtoto wenyu hapa, lakini sasa ni wa Kenya mzima, na tukamwambia tunakuja kusaidiana na engineer, kisha tuende Machakos, na pia yeye ameniambia niwaletee salamu. Mmepokea salamu ya rais? Mmepokea salamu yake? Na amenituma na mchango yake ambayo iko hapa. Amenituma itakaa tu pale. Mchango ya mheshimiwa rais iko hapa ya shilingi milioni 2, 2 million shillings. Pia niko pewa tu hapo. Niko na ingine ya mheshimiwa Aaron Cheruiyot, si mnajua leader of majority kwa nyuma.